Kwa majina naitwa Florida Celestini. Nimeamka asubuhi, nimefanya kazi zangu. Kwa hiyo nimekaa pale nje na ushaosha vyombo, naona kuna harufu kali na inzi. Nashangaa ndani kuna nini? Halafu kizingatia kuna chumba cha pili ambacho kinatazamana macho na cha kwangu. Kuna feni leo karibia siku ya 4 na unguruma, tukashangaa hii feni mwenyewe ameondoka, feni ameacha oni. Hasa nikashangaa kuna nini? Baadaye nina harufu kali na inzi wanatoka. Kwa maamuzi yangu mimi nikatoka nje, nikauliza wenzangu, jamani ndani kuna inzi wakali wanatoka na kuna harufu kali, lakini nahisi sio panya. Nikasema ngoja, nikaambia wenzangu, tukaenda nyumba ya pili, tukazima ngazi, nikapanda juu. Nikaweka ngazi ndani, nikapanda juu, nikachungulia. Nikiangalia kitandani hamna mtu. Ila nikiangalia pembeni nakuta kuna kitu kimesimama. Yaani shingo imelala hivi na ameshanyoka. Na juu kuna kamba ya neti amefungia, imempita shingoni. Nikashuka nikaambia wenzangu, jamani mbona mtu yupo na amesimama, lakini nahisi kama amekufa. Nikashuka. Mwenzangu naye akapanda, kaangalia. Kweli akapanda na mwenzangu watatu akapanda, kaona kweli. Tukatoka pale tukaamua tumfuate mwenyekiti ili tupate uhakika. Bahati nzuri tukaenda kwake mwenyekiti tukamkosa, alikuwa na safari zake ambazo siwezi nikazijua. Tukampigia simu akapatikana. Kwa mwenyekiti akafika, alipofika tukamuelezea, ndio tukaanza kusambaza sasa habari. Majina naitwa Fauzia Nguya. Mimi ni mwenyekiti wa mtaa wa Ligulaties, kata ya Shangani. Hapa mtaani kwangu kumetokea tukio la kusikitisha. Kuna mkazi wangu anaitwa Mr. Shaziri. Yeye ni mfanyakazi wa manispaa, ni askari mgambo. Kwa hiyo nimepata taarifa majira ya saa 6. Nimepigiwa simu na wakazi wangu, wakati mimi mwenyewe niko kwenye harakati zangu tu za kawaida. Sikuwepo maeneo ya nyumbani. Kwa hiyo nikapigiwa simu kama mwenyekiti huku mtaani, kuna jirani yetu hapa tumesikia kuna harufu kwenye chumba chake na hatujamuona leo kama siku ya 3. Sasa tumepata harufu na mainzi. Nikaambia sasa mmechukua taratibu gani? Wakasema tumechukua ngazi, tumepanda juu kuangalia juu kwenye dari. Tumefanikiwa kumuona akiwa ananing'inia. Kwa hiyo moja kwa moja nikawa nikapata hakika kama huyo mtu amefanyaje, amejinyonga. Kwa hiyo jukumu niliochukua mimi, nimetoka huko kwenye harakati zangu nikaenda moja kwa moja kwenye kituo cha polisi. Nimetoa taarifa, kwa bahati nzuri nikafuatana na askari, nikaja naye hapa kwenye nyumba hii ya huyu marehemu. Wamefika, wameangalia nyumba kweli imefungwa. Kilichoendelea, askari akasema yeye anaondoka, anaenda kuwafuata askari wenzie, kwa sababu wote kila mtu ana jukumu lake. Kwa hiyo wameenda kumfuata askari, kiwezekana na daktari waje hapa waangalie jinsi gani na kitu gani ambacho kitaendelea. Na mimi kama mwenyekiti, kweli leo tarehe 10 mwezi wa 11 2025 mida saa 6 mchana pale kituo cha polisi cha Mtwara kituo kikuu ilipokelewa taarifa kwamba huko katika kata ya Shangani katika mtaa wa Ligula katika nyumba alikuwa anaishi mtu mmoja anaitwa Shazil Ali na Manga, kwamba majirani walikuwa hawajamuona kwa siku kama 2 hivi 3, na wakawa wanasikia harufu mbaya kutoka chumbani kwake. Wakapata wasiwasi kuna nini, wakaja kutoa taarifa muda saa 6. Maaskari polisi walifika eneo la tukio na wakalazimika kuvunja mlango kwa sababu mlango ulikuwa umefungwa kwa ndani. Na walipoingia ndani katika chumba cha huyo ndugu Shazil, wakagundua kwamba bwana Shazil ambaye ana umri wa miaka 43 na ni mwenyeji wa Lindi, lakini kwa sasa anakaa hapa na amepanga katika hiyo nyumba, amekuwa amejitundika kwa kutumia kamba ya chandarua kile cha kujifunika mbu. Alitengeneza kamba kwa kutumia chandarua na akajitundika katika kench iliyo katika dari ya nyumba chumba ambacho alikuwa anaishi. Basi kama ilivyo kawaida, mwili uliokolewa hapo na ukafikishwa katika hospitali ya Ligula kwa ajili hatua nyingine, ikiwa ni pamoja na kutambuliwa, na tayari kuna mtu ameshajitokeza kusema kwamba yanamfahamu, na ndio huyo ambaye alitoa ushuhuda kwamba ni mwenyeji wa mkoa wa Lindi, lakini amekuja hapa tu
na kwa kufanya kazi, na anafanya kazi, ni mtumishi wa halmashauri ya manispaa ya Mikindani katika kitengo cha ulinzi. Yeye ni mlinzi pale na ni mwajiriwa hiyo halmashauri. Kwa hiyo ni kweli huyo mtu amejinyonga, na sisi tunaendelea kuchunguza kutaka kujua sababu iliyomfanya ajinyonge, kwa sababu katika ukaguzi wa awali hakuacha ujumbe wote wala hakuacha salamu zozote kwa mtu yoyote juu ya jambo hili. Ni jambo ambalo ameliamua mwenyewe. Kwa sasa tunajua ni hivyo, na akafanya hicho kitendo cha kujitanguliza mbele ya Mungu.